Hello guys, hope mko fiti, mko poa. Mimi nimekaa hivi nikafikiria kuhusu hii Edme hii rest in peace. Nimefikiria kuhusu baba. As we know, wengi wetu tunajua ameishi kujaribu kuchaguliwa as the president of Kenya. Though mimi sijui vizuri alianza lini, but kutoka time ya uhuru, that is the time nimekuja kujua kuhusu uchaguzi na kuelewa vizuri. Nimemsikia akifanya hivi na vile, kupigania kila uchaguzi tukifanya, anasema yeye ameibiwa kura, everything and all that. But kuna kitu imenifurahisha, ama kuna kitu yani inakaa tu weird. Sijui imenifurahisha ama imepull my attention. Kwa sababu the same Kenyans wenye walikuwa, I don't know what was happening, because the same Kenyans, see, they were there, hawakuwa wanamchagua, and alikuwa anaongoza maandamano, and you could hear some of the Kenyans saying kitu anafanya, unasikia wengine wakisema si poa. Alikuwa anaandamana, anatetea Kenya, anafanya everything, and then all of a sudden sasa hii, I still wonder, kwani unajua imenifunza kitu moja? Imenifunza wewe kenye unafanya wewe fanya. Achana na venye watu wanasema. Wewe achana na wao, cause there is that time itakuja wa realize ulikuwa wa maana. Hata kama ni kudedi utadedi, yani kuna tu time itafika. Kuna tu time itafika wajue na ulikuwa wa maana. Cause unapata sasa kuna watu wamestuka sana, baba amededi, nani atakuwa kitetea, and they were there, na walikuwa wanamuona na hawakuwahi mchagua. Hawakuwahi mchagua. So I'm still wondering when waiwa gĩtwo kĩrĩndĩ kĩa Musa rĩ. Maũndũ mangĩ makĩrĩ funny biũ, and you are like, hey, how is it possible that sahi amededi ndio watu wanastuka sana, and ndio wanaona kumbe alikuwa, and ndio wanaona alikuwa so important. Sahi kuna watu ungesikia wakiongea vibaya, mambo anafanya, yani ilikuwa imefika to such a point, kuna watu walikuwa wanasema too bad. Mtu ya mimi for now mambo zingine siwezi achilia kwa internet. That's why sitaki kukua whether direct to the point, but I hope munaelewa ati ama nitumie tu ati hajatahiri. Yani ilikuwa imefika to such a point that vitu zingine watu wanazitoa nje ndio wa pull down. I still wonder why sasa maybe kuna mtu alikuwa hapo akiongea mabaya yake wakati Raila alikuwa anajaribu kusema ameibiwa kura, uchaguzi hujafanywa vizuri, Wakenya wasiteswe. Kuna mtu tu mahali alikuwa anaongea mabaya kumhusu, anasema hata hajatahiri, sijui hata hajafanya. Surely, and at this moment wanamlilia. Imenifunza kitu kubwa sana. You just do what you are doing.
fanya kenye unafanya, achana na watu, achana na wao. At some point itakuja ba realize, oh, kumbe alikuwa wa maana, kumbe alikuwa hivi na hivi, kumbe alikuwa anafanya hivi na hivi. They will still come to learn that. Yeah. Hiyo watakuja kujua. Saa hii wanatokea kila mahali, wanaomboleza baba mwenye hawakuwa wanaona umuhimu wake. They never noticed his importance as an opposition leader. Na the government lazima ikuwe na side ya opposition, na sasa the ruling government. The opposition will always spot, watakuwa wakispot the negativity coming from this ruling government. And they will always try to correct that negativity. But you guys cannot understand. When you come to understand, it's always too late for you guys to get these things. Yeah, it is always too late for you guys to get and understand. And this mostly, let me, I don't, but there is, let me stop being tribalist. Niache kukua very, yani niache kukua na ukabila sana, ama very tribal. But there is this one tribe, and I'm from that tribe. You have heard me talking in that language. I'm from that tribe. For those who knows me, I'm from that tribe. So they are like, they never take anything for serious. Hakuna kitu huwa wanachukulia serious. Hakuna kitu huwa wanachukulia serious. As in, lazima wakuonyeshe you are not important. You are not important. Wakati uko hapo, you are not of any importance. That is how this tribe always behaves. And then if something happens to you, ndio wanakujaga. That is when they come to show they loved you, to show they noticed you. Who said that? That is how things should be done. I'm trying to put this point. Najaribu ku clear this point that wakati nafanya kitu, when I am arrive, why don't you show me that interest? Mbona unaleta interest wakati nishakufa ama wakati nimeisha? And these guys hawaletagi wakati tu you know, kuna kuisha mara mbili. Let me put these 2 points differently. Kuna ile kuisha ya you had money, ama ulikuwa na financial stability, ama wewe tu kuna venye ulikuwa pale juu and you could support them. You could just support them, and then you are like unasota, una collapse, unakosa financial stability. So the guys start laughing. Wanaanza kukucheka. They always forget that when you are there, you are supporting them. Wanasahau kabisa. And they start telling you, na venye ulikuwa unajigamba, na venye ulikuwa unajionyeshana. Of which, that is not what you are doing. But that is what they are understanding. According to them, hiyo ndio kitu wanaelewa. Wanaelewa ulikuwa unajionyeshana, ulikuwa unatumia pesa zako vibaya. But what you did at that moment was supporting them, was
kuwashikilia, and then at the end they are like, sawa, wakati I'm forgetting the best word to use. Wakati ume collapse, you are not financially stable, huwezi ukawa support tena, and now you decide for now cause siwezi fanya hivyo, I'm not able. Hiyo wakati hawezi wakakusupport, and then there is hii kuisha ingine nayo, hii kuisha ya kudedi. Sasa now you are dead, hauko. Those guys will come saying, that is the point, they will come. Na hakuna mtu alikuwa na kushow hiyo acceptance ati amekukubali kabisa venye unawasaidia wakati ulikuwa. They are like, wakati umededi ndio wanakuja kurealize kumbe alikuwa important, ndio wanakuja kutoa mambo zako muhimu. Let me tell you guys, but kuna kitu moja ili hapenia hadi Yesu. When Jesus was alive, he used to do miracles, to perform miracles, heal people. Alikuwa anafanya mambo kubwa, but the people could not see that. Hawageona hivyo, hawakuwa wanaona hivyo. They always spot that negative thing you have, that negative thing in you. That is what they see, and that is what they always want to judge you with. Hiyo ndio kitu wanaonaga. Even if you are doing something positive, they always find negativity in your positivity. I hope you are getting. They always find negativity, negativity in your positivity. That is something I have learned. Your positivity, they always find negativity. Hii kitu, kwa hii example ya Yesu, he always did miracles. He always, but walirealize kusema ana heal, anatumia mapowers za shetani kutoa shetani ndani ya mtu. Why should they say so? Because these people are always finding negativity in your positivity. And when Jesus was crucified and he died on the cross, before he arose again, he died on the cross. And when there was darkness, when there was darkness, that is the time they came to realize that, oh, so he was the Son of God. So he was, and they knew, and Jesus has already said he is the one who was being prophesied about. I'm saying this in Psalms 53. He read that verse in a synagogue in Nazareth, and the people are like, he is lying to us. He is the son of Joseph, the carpenter. How can he come to say that he is the prophesied Messiah? And so they were like, hey, these are just the rights. And they decided to throw him in a cave. But God was with him. He was able to penetrate through them. Because God knew. Even Jesus himself knew. These people can't trust me. He knew.
He knew they can't understand him. So